Yes, sikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho ndio utajua kwa nini watu wengi tunafeli kwenye maisha na jinsi gani ya kufanya, yani kuepuka mitego hii ili kukamilisha ndoto zako kwa haraka. Kitu cha mwanzo, kumtegemea mtu. Sasa hivi dunia, sasa hivi tushatoka dunia ya kumtegemea mtu ili kufanikisha malengo yako. Sometimes dunia sasa hivi mtu bado unategemea ndugu akupe mtaji, bado sasa hivi kama maisha sasa hivi bado unategemea watu wa karibu akupe support. No. Sasa hivi achana na watu wa karibu, achana na ndugu wa kupe support. Sasa hivi unaweza kutengeneza maisha yako na maisha yako akanyoka bila hata msaada ya watu wa karibu. Amini ya kwamba unaweza kubadilisha maisha yako, unaweza kufanikiwa kwenye maisha yako hata bila ya msaada ya watu wa karibu. Sasa hivi watu wa karibu wengi sio watu ambao wanaweza kukupa msaada, bali ni watu ambao itakuwa wapo kwenye maisha kwa ajili ya kukudisappoint. Wapo kwenye maisha kwa ajili ya kukuangusha pia. Hakuna hata ndugu mmoja ambaye anaweza akaenda sehemu labda akakuona wewe labda umesomea labda engineering au labda umesomea uandishi wa habari, sio umesomea kitu gani, au kama hata hujasoma labda una uwezo fulani, labda unaweza kutengeneza gari, kutengeneza vyombo, kupaka nyumba rangi, labda we unaweza kufanya biashara vizuri. Hakuna mtu, hakuna ndugu, hakuna mtu wa karibu sasa hivi atakwenda kurecommendation sehemu akasema bwana mimi na ndugu yangu ambaye anaweza kufanya hii kazi. Amina kwamba sasa sio kama nafasi hazitokei ambazo wanajua wewe unaziweza, na sio kama nafasi hazitokei ambazo anaweza akakushika mkono. Wana understand, wanaelewa, lakini hawawezi kukupa hiyo nafasi. Dunia sasa hivi, amini kwamba watu ambao unawategemea hasa wa karibu wana disappoint sana. Bora mtu from nowhere, mtu ambaye labda mshikaji wako mnahasu pamoja, mtu ambaye labda mmekutana amekuona unafanya kitu akasema bwana acha nimsupport dogo, huyo mtu mnaweza mkafika sehemu na akakusupport. Kwa kitu cha mwanzo ambacho tunafeli kwenye maisha, kumtegemea mtu wa karibu. Save dunia, ondoka kumtegemea mtu wa karibu, tengeneza mikakati yako ambayo yatasaidia kubadilisha maisha yako. Kwa mfano tu sasa hivi kwenye recommendation, hata unaweza kutengeneza social media. Siku zote nasema unaweza kutengeneza social media na maisha yako yakabadilika. Unaweza kutengeneza social media ikafanya kama wewe ni recommendation kwako. Kuna sehemu ambayo utaenda bwana, utaonesha social media yako, mtu akasema okay, huyu ndo mtu tunomtaka kufanya naye kazi. Kwa hiyo kitu cha mwanzo, kama unahitaji mtu wa kukusupport kufanya recommendation, hakikisha kuwa unatengeneza social media ambazo itakuwa inakubeba bila ya mtu kukusimama kati. Kitu cha mwanzo. Kitu cha pili, tunachofeli tunategemea mikopo, tunategemea support ya fedha au tuseme mtaji. Mtu anaona haizi kufanya kitu mpaka apate mtaji. That is fail. Mtaji siku zote haupati maskini. Imagine wewe unahitaji kufungua biashara. Mtaji wa biashara sio 100,000, 200,000, labda biashara ya mandazi, lakini mtaji wa biashara huna milioni 5, milioni 10, milioni 6, 4, huna ndo mtaji wa biashara. Imagine hizo pesa hauna sehemu za kuzipata hizo pesa, a lot of money. Amina kwamba hizo pesa nyingi sana. Kwa hiyo kuzipata maskini, hata sometimes uamue kuzichanga, uamue mwenyewe kuzichanga labda mwaka mzima, hauwezi kufikisha hicho kiwango cha fedha, kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kusubiri kupata mpaka mtaji ndio ufanye kitu, kusubiri mpaka upate mtaji ndio utimize ndoto zako, that is failure, kwa sababu mtaji hauwezi kupata. Lakini kitu gani ambacho kitakuletea mtaji? Kitu pekee ambacho kitakuletea mtaji, uwe tayari kuanza. Kuna watu waamini ya kwamba watu wapo ambao watakuja wataekeza pesa katika kitu ambacho unakifanya, that is your capital. Na mtaji mwingine, mtaji wa mwanzo pia unatakiwa. Mtaji wa mwanzo save ni akili na utayari. Sometimes kutumia akili na utayari ndio mtaji mkubwa pekee. Imagine mtu anataka kufungua mfano labda ana ndoto labda za kufungua kaoshi, au labda anataka kufungua sehemu ya kutengenezea simu. Hana ujuzi. Usafahamu, hana ujuzi. Hajui jinsi gani ataanzia. That is failure. Kwa mtaji wa mwanzo uwe tayari. Kama unataka kufanya kitu, kajifunze kitu ambacho unahitaji kufanya. Kama unahitaji kufungua biashara, kajifunze biashara. Sasa hivi dunia imepanuka sana. Unaweza kujifunza online, unaweza ukajifunza wapi kote huko. Inakusaidia kujifunza kitu. Kitu kingine ambacho tunafeli,
mtu tunakuwa tunafanya vitu kwa mazoea. Imagine mtu ambaye anatengeneza simu, anajua kila siku anatengeneza simu, anaweza kana anatengeneza kimazoea. Mtu ambaye labda anatoa huduma fulani, kama labda mwalimu, eshazoea kila siku anasomesha, nafanya kimazoea. Hauhitaji kufanya kitu kwa mazoea. Kitu ambacho unatakiwa ukifanye ni kuwa muendelevu wa kubakia katika hali fulani vile vile ilivyo. Kila siku mtu akija, bwana fundi fulani yuko vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu still ana pay attention. Lakini mtu kuanza kupata kazi, mtu kuanza kupata connection, ile speed ya ile morality ya kufanya kazi inapungua. That is failure. Ndio maana tunafeli kwenye maisha na kwenye kutimiza malengo yetu. Kuhakikisha kwa kitu unachofanya ufanye kimazoea. Na sometimes itajatokea bahati ilikuwa ifanye niyo sababu ya kutoboa, lakini kwa sababu ya mazoea yako ikawa sababu ya kuharibu mpaka career yako. Watu wakaona, bwana sasa hivi kuna mtu fulani mwingine anafanya hichi kitu uko bora zaidi kuliko wewe, tayari unajiondolea soko. Inatokea, bwana kuna mtu fulani yuko vizuri kuliko mtu fulani, wewe tayari hapo unapoteza attention kwa watu. That is failure. Kwa hiyo ili kuepuka hili, hakikisha kila siku unapofanya kazi unafanya kwa kiwango, ili hata wale wateja wako wale ambao tayari umeanza nao chini, labda watu wanokufahamu, wabakie vile vile kwa ajili ya kukusupport tu, na sio kuanza kutafuta mtu mwingine mbadala ambaye anaweza kufanya vitu vizuri kuliko wewe. That is mistake. Na kitu kingine tunachopaswa tunachofeli ni kutokuwa waaminifu. Sometimes mtu anaaminiwa, wengine wanapewa mpaka maduka siku 2-3, mtu amefanya la kufanya. That is a problem. Sometimes mtu anakuamini na kuletea vitu ambaye anajua mtu fulani anaweza akafanya hichi kitu kwa weledi, unamdisappoint. Uaminifu umeuondoa pia. Kwa hiyo hakikisha pia kwenye maisha yako kitu uaminifu kinabakia. Haijalishi kiwango gani umekipata, haijalishi kuna vitu gani haukuvipata kwenye hicho kitu. Hakikisha kuwa uaminifu wako una mada zaidi, na ndio utakutengenezea maisha yako. Kitu kingine ambacho tunafeli, hatutengenezi personal brand. Unajua watu ambao wanafanya kitu kama chako ni watu wengi sana. Watu ambao wanafanya labda biashara ni watu wengi sana. Labda ni mwalimu, ni watu wengi sana. Engineering, sijui fundi baskeli, fundi gani, fundi simu. Watu ni wengi sana ambao wanatengeneza hivyo vitu. Kwa hiyo sometimes unahitaji kuwa constant, kuwa muendelevu, kwa kutengeneza personal brand yako ambayo itakuwa siku zote inakubeba. Mtu akihitaji kitu, bwana mtu fulani yuko vizuri, hiyo ndio personal brand. Na sasa hivi acha kuchanganya madawa kuanza kutafuta vitu vingine ambavyo havina mantiki. Unajikuta mtu unaenda kujifunza, yani labda wewe ni fundi simu, kesho kutwa umehama, umeenda kutengeneza gari, sijui umeenda kutengeneza Vespa. Hapo unashusha brand ambayo tayari wewe unaitengeneza. Kwa hiyo brand inatengenezwa, kitu cha mwanzo ni kusimama kwenye kitu kimoja, mtu akakuelewa. Unapotaja jina tu mtu fulani, mtu anaelewa mtu fulani anafanya kitu fulani. Mfano mzuri tu nikupe kama Babu Isa au mtu yote tu ukimwambia Babu Isa, mtu anajua Babu Isa anauza ubuyu. That is personal brand ambayo tayari amejitengenezea. Kwa hiyo hata na wewe kuwa na kitu kimoja ambacho unakifanya ili utimize malengo yako, na sio kuanza kurukaruka. Hakuna mteja kidogo umesepa, hakuna impact yoyote kidogo umesepa. That is a problem. So hakikisha kuwa unatimiza malengo yako na una focus. So see you, Mungu akubariki.